Kuna huyu mwamba anaitwa Anna, hapa anapiga mazoezi na kaka yake anaitwa Steve. Huyu Anna ni daktari. Wakati anapiga mazoezi kuna nyama kilo 150 anajibebisha kwa Anna, ila Anna hashtuki kabisa mpaka kaka yake kadhania ndugu yake ni shoga au jogoo la shamba alipangi mtungi. Anna havutiwi na wanawake kabisa na hatujui sababu ni nini. Ni kweli ni shoga ama vipi? Basi nipe mashikio yako na macho yako na ungana na mimi kwenye hii recap ya Heartstring ili kuelewa story vizuri. Leo hii mchizi na kakake Steve wanaenda kwenye hafla ya madaktari. Madaktari wamekutana kusherehekea huko na kupongezana. Kwenye hii sherehe Anna akakutana na mwanamke ambaye anaitwa Agatha. Ni binti mmoja mrembo sana. Basi wakaanza kujuana polepole. Siku kadhaa mbele mchizi akiendelea na kazi yake ya kutibu wagonjwa na ni daktari mzuri sana. Sasa kuna huyu mzee ambaye Anna anamtibu alipata ajali. Basi mguu wake na baadhi ya viungo haviko sawa na pia ana pressure na kisukari. Huyu mzee anaitwa Mzee Ernest. Ni bilionea mmoja mwenye hela nyingi. Basi Anna anamjali kiasi cha kwamba mpaka mzee mwenyewe anashtuka kama hivi anafanya kwa wote ama kwa yeye tu. Baada ya kumtia mzee kwenye gari, Anna akokota simu, hatukujua anaongea na nani na kipi kinaongelewa. Ila leo mchizi kapiga mtoko na pamba kali za suti, akamwaga kakake akasepa. Kumbe Anna alikwenda kuonana na Agatha. Story 2-3 na vinywaji vikapigwa pale. Mwisho akaanza kuulizana maswali. Je, ushawahi kujihusisha na mahusiano na wagonjwa? Hapana. Wewe je? Basi vicheko vikatawala vya furaha. Zamu ya Agatha akamuuliza Anna, je, unataka kuikuna nini yangu nini? Mwamba akashangaa akamwambia, unatoka nje ya mada. Kumbuka mwamba mambo hayo hana kabisa. Basi kuweza kuilinda brand ya Konde Gang lazima hii brand chumbani kwa Harmonize. Ila mwamba anataka kuonesha heshima. Agatha akagoma na kisha akaondoka kwenye tukio, akimwacha mwana na maswali 100 anajiuliza. Mida baadaye akarudi nyumbani, akaanza kumwelezea Steve tukio lilivyokuwa. Kwani Steve anaamini, yeye anaamini ndugu yake jogoo lake asubuhi haliiti, labda ni kipofu, muda wote anaona giza tu. Huku upande mwingine kuna huyu dada anaitwa Lisa. Hapa alikuwa anamsubiri mpenzi wake hajatokea. Mara akatokea Steve, akachangamka na akamwambia kuna jambo la muhimu anataka kumwambia. Wakatoka pamoja mpaka nyumbani kwa Lisa. Steve anashangaa tu nyumba. Mwisho akakaa kitako, akaanza kumweleza sasa anachokitaka. Ni kuhusu ndugu yangu. Ndugu yako? Ya, humkumbuki? Akamkumbusha alivyoonana. Lisa akakumbuka. Steve akamtaka Lisa ambariki mwana ambaye ni Anna. Kumbuka mpaka leo Steve anaamini ndugu yake ni shoga. Lisa akumpa jibu la moja kwa moja. Akamwambia basi ajifikirie kisha atampa jibu. Siku ya pili Steve akaenda tena kwa Lisa. Akamtaka Lisa akubali alichomwambia. Akaanza kumpa sifa za ndugu yake kama ni special. Kwanza ni mrefu, mweusi, handsome na pia ni daktari. Akambembeleza akubali. Lisa akakubali. Basi Steve akaanza kuongea na ndugu yake ambaye ni Anna, akamwomba sana atoke dina na Lisa. Basi siku ya kwanza mchiza kutokea kwenye date. Lisa alinuna akamwashia moto Steve kisha akasepa. Siku ya pili ikabidi Steve apange appointment nyumbani kwao. Basi bwana, date ikaenda poa sana. Ila dakika za jioni date ikaharibika. Baada ya mwamba kumuuliza Lisa anafanya kazi gani, Lisa akasema yeye ni influencer mitandaoni, yani ni kitoto cha 2000 cha social media yani. Jambo hilo hakutaka kabisa Anna kuwa na mwanamke anajishughulisha na mitandaoni. Akamwambia amalize kula kisha asepe tu. Baada ya kuondoka Lisa, Steve akaongea na Anna. Kumbuka Anna alimpenda Agatha sana, na Agatha siku ile aliondoka hakupokea tena simu za Anna. Hatujui ni kwa sababu gani hapokee simu za Anna. Sasa leo hii wakati anamtibu Mr. Ernest wakaongea sana. Baada ya hapo kama kawaida akataka kumtoa nje. Jicho likagongana na Agatha na Mr. Ernest akamtambulisha Agatha kama ni mkewe. Agatha akawa ni mkavu kama hamjui Anna kabisa. Kisha akasepa na Mr. Ernest. Muda kidogo akaonana Anna na Agatha. Agatha akasema yeye tayari ameolewa na ana furaha kwenye ndoa yake. Ila Anna akampenda kweli Agatha. Na kumbuka siku zote hakuna mkate mgumu ndani ya chai. Anna akambembeleza sana Agatha. Mwisho Agatha akatoa mzigo tu. Baada ya kupunguza wazungu kiunoni, akarudi nyumbani kwa kunyata. Kumbe mzee alikuwa macho. Baada Agatha kuona hilo, ikabidi amjibu jeuri mzee. Yani anamjibu anavyojisikia tu, si anamjua kama ni mgonjwa. Kisha akasepa pale Agatha.
Mzee kuona mabadiliko ya mkewe akajua nini kinaendelea, maana mzee kashakula chumvi nyingi sana. Kuna mambo mingi anayajua na anaelewa. Akamwita rafiki yake mmoja na kumwambia apeleleze ajue mkewe anatoka na nani. Jamaa akakubali. Sasa kuna siku Agatha akakutana na Anna kwenye gari. Kumbe alikuwa anaonekana bwana. Basi mpelelezi akaenda kupeleka taarifa kwa mzee Ernest. Mzee ilimuuma sana kuna mkewe anatoka na daktari ambaye anamtibu yeye. Mzee akajua nini atafanya. Siku kadhaa mbele wakaonana tena Anna na Agatha. Agatha akaanza kumpa Anna mkasa wake. Anasema babake hamjui, mama yake alikufa kwa kansa. Akaanza kuishi na mjomba wake, ila mateso alikuwa mengi sana na masimango, jambo ambalo likapelekea kuangukia mtaani. Ndipo akakutana na mzee Ernest. Alikuwa ni mzuri na anayejali sana kwake, mpaka alipokuja kupata ajali ndio mambo yakawa hayako sawa kabisa. Agatha akamshauri Anna akae naye mbali, maana mzee Ernest ni mbaya sana licha ya kuwa ni mpole. Anna akamtaka Agatha wakimbie mbali ili waendeleze mapenzi yao, ila Agatha akakataa kabisa, maana hawezi kumwacha mzee akiwa katika hali ile na amemsaidia sana. Baada hapo akarudi nyumbani, akamkuta mzee kaandaa vizuri sana. Akasema leo sio birthday yangu na wala sio anniversary ya ndoa. Mzee akasema kwani kumfanyia mwanamke unompenda sherehe lazima iwe anniversary au iwe lazima birthday yake? Wewe umenipenda kwa kila hali. Agatha akaona okay, akakaa chini. Wewe huli? Daktari kananiambia nisitumie vyakula vya mafuta, si unajua nafanya diet. Agatha akaona usinitanie bwana. Akachukua chakula akaanza kukichunguza, isije kuwa kuna mzee kashamwekea sumu. Ernest akahamaki kwa mkeo kumdhania vibaya. Ugomvi ukazuka. Agatha akala paja kwa hasira, kama vile kama umetia sumu basi nifi na wewe uone basi ufurahi au mavipi. Baada ya kula akamshambulia mumeo kwa maneno makali sana, kiasi cha kwamba yakamuumiza roho sana. Kufika ndani Agatha akalia sana. Kinachomuuma ni kumliza mtu mzuri. Mumewe ni mtu mzuri sana na Mr. Ernest ni mtu mpole sana, lakini anachomfanyia hakipaswi kufanywa hivyo. Siku kadhaa mbele mzee Ernest ni kliniki yake akaenda kuonana na daktari wake, ila Anna akahamwangalia mzee usoni. Kuchukua mke wa mtu sio mchezo, alafu mmeo namuona kila muda. Wakaanza kupiga stori za mahusiano. Mzee akasema mkewe anampa mateso sana, anajifikiria mpaka kuweza kujiua. Ili kauli ilimuumiza sana Anna, ukizingatia yeye ndio sababu ya yote hayo. Akaenda kumuita Agatha, akamwambia kilichopo. Agatha akamtaka mchiza afanye yake tu, anataka kubaki na mumewe vizuri kipindi hichi cha mwisho. Baada hapo Agatha akarudi nyumbani, na leo akaja na tabasamu mzito kwenye kinywa. Yaani anataka kurudisha mapenzi yake yeye na mumewe, licha ya kuwa kuna mambo mengi hapo kati yametokea, lakini kwa sasa anataka abaki na mumewe tu na mapenzi yakarudi kwa hawa wawili. Huku kwa Anna, yeye akataka kuondoka Lagos na kurudi Marekani. Mwanzoni kabisa alikuwa anaishi Marekani na alikuwa akifanya kazi huko. Hospitali Mr. Ernest kabadilishwa daktari wa kumtibu. Kwa sasa anatibiwa na Dr. Chris. Mzee hakutaka hilo, ikabidi aondoke mpaka kwa Anna na akamwomba kama aendelee kumtibia yeye, maana yeye ndo alomzoea. Ila Anna akakataa kabisa, maana ujasiri huo wa kumtibu mtu unomwibia mkewe hana kabisa. Basi bwana, siku zikasonga na maisha yakaendelea. Anna anaendelea kutibu watu wake hospitali akisubiri siku zoge mbele ili aende zake Marekani. Na Agatha naye vile vile anaendelea na mishemishe zake tu. Na mzee naye anaendelea kushughulikiwa na Dr. Chris. Licha hapendi ila hana jinsi yoyote ile. Baada siku kadhaa, leo hii mchizi akakuta simu ya Agatha. Alishtuka sana, ikabidi aipokee. Kuna habari nzito wa kushtukiza akaambiwa. Ikabidi atoke aende kwa Agatha, huku akamkuta mzee yupo hoi taabani. Mzee anamuulizia tu Dr. Anna amefika. Alipomwona Dr. Anna kwa majonzi makubwa sana, mzee akafariki. Inauma sana. Siku kadhaa mbele Anna akataka kuondoka mjini Nigeria. Anapanga nguo zake ila anyanywe pipa. Akamwaga kaka yake ambaye ni Steve na akataka kuona mbali kabisa na nchini Lagos. Ila anafungua mlango hivi akamkuta kipenzi chake Agatha anamsubiri na kumwangalia. Sasa hatukujua kitaendelea nini. Walituacha na maswali tukijiuliza
kitaendelea nini kwenye hii movie, kama Agatha atakuwa na Anna au Anna atasafiri, atamwacha Agatha Lagos, ama wataondoka wote pamoja nchini Marekani. Sina majibu ya aina yoyote hayo, itabidi uendeleze wetu kwenye kichwa chako. Na hapo ndo kama mwisho hii movie ya kuitwa Heartstrings. Tupia maoni yako, umeonaje mzigo? Na kama hujasubscribe basi subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili uwe kwanza kila siku kupata update za movie zetu. Mimi ni storyteller wako, naitwa Mr. Coolman ama Changaba Official. Na hii ambayo unasikiliza ni channel ya 071 Code Recap. Naweza kusema asante sana na pia bye bye.